Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, karibu katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, tarehe 7 ya mwezi wa 3 2026, katika juma la pili la Kwaresma, mwaka A, mwaka wa Kanisa. Masomo yetu ya leo yatakuwa kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Mika sura ya 7 aya 14 hadi ya 15 na ile aya 18 hadi ya 20, na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 3, 11 hadi 32. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu wakaribisha wenye dhambi, tena ula nao. Akawaambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokuwa wakila nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake ni nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa,
kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu katika tafakari yetu ya leo linajikita zaidi katika kutafakari juu ya ubaba wa Mwenyezi Mungu, wema wa Mwenyezi Mungu na huruma ya Mwenyezi Mungu katika kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Kadiri ya mafundisho ya kanisa kutoka kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 325 inaeleza kuwa Mungu ndiye muumba wa mbingu na nchi na ndiye muumba wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na Mungu ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tukaishi naye huko mbinguni milele yote. Lengo la Mwenyezi Mungu la kutuumba ni kutaka kutushirikisha sisi viumbe vyake katika heri yake. Rejea katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 294. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Rejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16. Somo la Injili takatifu tulilolisikia hivi punde linatudhihirishia jinsi Mwenyezi Mungu anavyoonyesha upendo na huruma yake kwa mwanadamu mkosefu. Katika muktadha huu tunaweza kujiuliza, mwana mpotevu ni nani? Katika muktadha huu, mwana mpotevu ni yule mwana mdogo aliyemuomba baba yake urithi wake mapema, akaondoka nyumbani, akaenda kutumia mali yake vibaya, akaanguka katika umaskini na mateso, na hapo baadaye akatubu na kurudi tena kwa baba yake. Mpendwa msikilizaji, katika tafakari hii ya neno la Mungu leo, ni nafasi ya pekee kabisa kwetu kujirudi na kuanza kupitia upya uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Wajibu mkubwa tulionao sisi tukiwa watoto wa Mungu ni kuishi siku zote kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu na sio kadiri ya mpango wa kibinadamu na maelekeo ya kibinadamu, yaani maelekeo ya kimwili. Kwa maana yeye apandaye kwa ajili ya mwili wake kutoka katika mwili atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa ajili ya roho atavuna uzima wa milele. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 6 aya ya 8. Katika tafakari hii, swali la kujiuliza ni hili: je, maisha yetu yaliyo zawadi tuliopewa na Mungu tunayatumiaje? Tunajitoaje katika maisha yetu bila kujibakiza kwa ajili ya kumpa Mungu nafasi? Dhamiri zetu tunazitumiaje katika kutekeleza siku zote yale yampendezayo Mungu bila kwenda kinyume na mapenzi yake? Ni nafasi ya kipekee katika tafakari hii ya kutukumbusha kuwa katika kila tunachokifanya tunapaswa kufanya ili Mungu atukuzwe siku zote. Mpendwa msikilizaji, katika tafakari hii ningependa tuone na kujifunza mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, Baba wa mbinguni ni Mungu mwenye upendo na huruma. Mungu amemuumba mtu na tunu ya uhuru na kamwe haachi kumpenda hata akitumia uhuru wake vibaya, yaani kutenda dhambi. Mungu yupo karibu zaidi nasi kuliko sisi tulivyo karibu na nafsi zetu. Jambo la pili, kuondoka kwa mwana mdogo nyumbani. Katika somo la Injili tulilosikia, mwana yule akiondoka nyumbani baada ya kupata sehemu ya urithi kutoka kwa baba yake. Hii inaashiria kwamba
Kuondoka nyumbani maana yake ni kujitenga na Mungu, kwenda alipo ya matendo yetu. Mwana mkubwa. Katika Injili tuliyoisikia, tunaona mwana mkubwa akikasirika baada ya kuona baba yao akimpokea tena nyumbani yule mwana mpotevu. Na katika tafakari yetu tunaweza kumfananisha huyu mwana mkubwa na wale ambao wapo kanisani kila siku, lakini mioyo yao ipo mbali na Mwenyezi Mungu. Mwana mkubwa tunaweza kumfananisha na wale wanaofanya mema lakini bila upendo, huku akijiona waadilifu na kuwadharau wengine. Mpendwa msikilizaji, tafakari hii tusaidie kuingia ndani ya mioyo yetu na akili zetu, ili pale ambapo kwa kujua au kwa kutokujua tumepotea mbele ya uso wa Mungu, iwe ni nafasi kwetu ya kurudi na kuanza upya uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, na mwisho wa yote Mungu atukuzwe na sisi tutakatifuzwe. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Evarist Lucian Shirima, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora.